mzee aliwaheshimu wanae kuliko Mungu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Ukienda kusoma mwenyewe kwamba mzee Eli aliwaheshimu watoto wake hawa wawili kuliko Mungu mwenyewe. Na ndio maana alipokuwa anaongea yale maneno kwamba nimesikia habari zenu mnafanya hivi na hivi, yani akuchukulia uzito, akaona kitu kama cha kawaida hivi. Ni kuhani huyo, ameona ni kitu cha kawaida. Baada ya kukaripia, kukemea na kuonya seriously, anaona ni kitu cha kawaida. Maandiko yanasema, Mungu akasema sasa hawa vijana hawa wawili lazima waondoke, watakufa. Na watakufa siku moja. Watakufa siku moja. Na kweli baadaye ukaenda kusoma andiko, walikufa siku moja. Wakiwa vitani, wametoka kule Shilo kuchukua sanduku la agano. Wakiwa kule vitani, siku hilo watu wamekufa kama 30,000. Unafikiri watu 30,000 mchezo? Jamani, 30,000. Nishafika sehemu nikakuta watu tuko kama 2,000. 2,000 ni wengi jamani. Uwanja mkubwa, watu 2,000 ni wengi kweli kweli. Lakini just imagine watu 30,000. Kama 2,000 mimi niliona ni wengi. 30,000 wamelala hapo. Sijui takwimu, nilisoma miezi kadhaa iliyopita. Sijui Tanga tuko wangapi. Sijui. Lakini mimi nakwambia 30,000 nafikiri ukichukua hapa. Halo? Nafikiri utakuwa unaunganisha hii, yani ni wengi. 30,000. Wakati mzee analetewa ile habari, wanasema mzee, huko aliyotokea ni makubwa sana. Watu wamepotea sana, wameanguka. Biblia inasema wameanguka. Watu kama 30,000 na watoto wako wote wamekufa katika hiyo vita. Watu wanasherekea, wamechukua sanduku la agano kule Shilo, wanakuja sasa huku. Wamefanya sherehe kubwa mpaka Wafilisti wanasema, hii sherehe ya namna gani? Midundo, wanafurahia kweli kweli. Lakini ndio Wafilisti wakapiga mahesabu, wakasema hawa jamaa tukiwaacha salama hawa watakuja kututesa kweli kweli. Wakasema ngoja tuwavamie. Wakafanikiwa kweli. Si ajabu, ni kwa sababu ya wale vijana wawili. Kwa sababu walikuwa kwenye lile kundi. Amen. Maana sijasoma popote panapo niambia kwamba walikufa kwa sababu ya wale vijana. Lakini yamkini ni kwa sababu ya wale waliokuwa kwenye lile kundi. Kwa hiyo unaweza ukaua kundi. Unaweza ukaua familia yako. Kwa hiyo mzee huyu akakuchukulia serious. Yaani anaongea hivi, yani hivyo ni vitu vya kawaida. Unajua wanangu, anawapeti. Unajua wanangu, nyinyi bwana mnafanya haya na haya na haya. Sasa sio jambo jema. Huyu mzee namna gani huyo? Sio jambo jema. So what? Wale vijana wakaendelea, business as usual, wakaendelea. Sasa mzee amechelewa, kila kitu kimeshaondoka. Mungu amesha kata kila kitu kwamba sasa hapa huyu hamna kitu. Toa neema yote ya kuhani, toa kabisa, nitawapa watu wengine. Mungu anaweza akakukatilia mbali, akakuondoa neema yote kaondoka, akampa mtu mwingine. Hajalishi wewe ulikuwa muombaji sio muombaji, ukienda kinyume Mungu anakatilia mbali. Haleluya. Kwa hiyo lazima tukubali tufike sehemu kwamba tukubali kuonywa. Tukubali kukaripiwa. Utaona siku moja mchungaji sasa ameamua hapa anasimamisha kila mmoja. Unajua bwana Emmanuel Francis, wewe jana ulifanya hivi na hivi sio na nini? Uache mara moja. No. Wala sio hekima na wala hutaona hivyo. Amen. Haya maneno haya tunayosoma haya yanatuonya kila siku. Amen. Sana watumishi wa Mungu watakuita ofisini kwao. Si ndio hivyo? Wewe ukiitwa na baba kwanza unafikiri ananiitia nini? Nimeitwa na mchungaji wangu, mchungaji kiongozi Kristina. Mama ananiitia nini? Amesema niende haraka. Naanza kujiuliza maswali mengi.
jamani, hata mimi si wazazi wangu wale jamani. Na mimi si naitwa mara moja, si kwa baba na mama. Sinaenda kwa wazazi wangu. Sasa naanza kufikiria hao wazazi wananiitia nini? Au ni nani hii? Najiuliza maswali mengi. Lakini kwa sababu najua naenda kwa wazazi wangu, wanaonipenda, najua akijaribika kitu nitajua huko. Amen. Hila sasa kilo kinadunda di. Sasa uwe comfortable unapokwenda kwa wazazi wako. Amen. Uwe comfortable. Kwa sababu kwa wazazi hakuna kinachoharibika. Na sisi kwa wazazi hatukui. Hata kama tuna ndevu nyingi hatukui. Ulishaona mtoto amekuwa kwa baba yake na mama yake? Oho. Hakuna kukua. Siku moja nilikuwa nawaambia mabinti zangu wale, mimi naweza nikawatandika hata kwenye send off yenu kesho na watandika. Lakini si watandiki kwa sababu nyinyi ni wakubwa na waheshimu, ni watoto wangu. Ila ukikosea, mimi mwana chapa bwana. Nachapa bwana. Kwani kuache salama? Yaani mimi ni kuache salama? Nachapa. Nakemea. Nakaripia. Naonya. Huyu mzee Eli angechukua hii ikawa serious matter kwenye nyumba yake, nafikiri asingewapoteza watoto wawili wa kiume kwa wakati mmoja. Lakini mzee ndio hivyo ameshawapoteza. Amen. Ameshawapoteza. Huyu mzee alikuwa achezi na wakati. Wakati ule wa rehema ilikuwepo, itakuwa fanya kitu fulani. Wakati Timotheo anaambiwa kwamba na Paulo, uwe tayari wakati kufao na usio kufaa. Sasa mzee kachukulia ni poa tu. Vijana wa siku hizi wanasema akachukulia poa. Unanichukulia poa? Haya mambo si ya kuchukulia poa. Haleluya. Haya mambo si ya kuchukulia poa. Maana ikifika wakati utayajibia haya, yatakuletea shida. Ndio maana tunaposema karipia, kemea, onya, ni it is consistency. Akitakiwi kifike sehemu kikome. No. Kama bado hofu unaendelea, lazima tutakemewa tu. Lazima tutakaripiwa tu. Lazima tutaonywa tu. Amen. Na wala usijisikie vibaya kurudiwa na Bwana. Kwa sababu si ni misali ngapi kwamba onywe mara nyingi akichupaza shingo atafanya nini? Atavunjika, si ndio hivyo? Akivunjika wala hatapata dawa. Yaani unaonywa mara nyingi, unashupaza shingo, itavunjika na hutapata dawa. Shingo ikivunjika jamani, ole wetu. Ni afadhali sisi ambao tumejenga nyumba afu tunachota maji humo. Ingekuwa umeenda kijijini wakati umeenda kule mtoni kule na ndoo na shingo imevunjika, si unabebaje ndoo ya maji? Amen. Kwa hiyo lazima tufike sehemu tukubali kurudiwa na Bwana. Maneno ya Mungu yanatuonya kila itwapo leo. Kwa hiyo usikaanza kununa, nasema sasa sijui mimi wananisema, na hata wachungaji wanajua lakini wananisema hata nani. Ukiona watu wamekaa wawili unafikiri wanakusema, kumbe wana mambo yao. Kwa nini? Ni kwa sababu maisha yako yanakuambia hivyo. Kwa sababu maisha ya mtu yanasema. Yaani mimi nilivyo hivi najua nilivyo. Hata wewe ndugu yangu hapo unajua ulivyo. Kwa hiyo maisha ya mtu yanasema. Kwa hiyo ana wasiwasi kwamba wale watakuwa wananisema mimi. Hawakusemi ndugu, wanapiga story. Ukiona mimi nimesimama na Sakala tunapiga story. Hatukusemi wewe ima. Amen. Utaanza unajua mtu anaanza kujishtukia hata alichovaa anaanza kusema hao ni kwa sababu nimevaa ile koti, kwa sababu nisiyavaa muda mrefu. Yaani vina uhusiano gani? Vina uhusiano gani? Katika Isaya 55:67 anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Neema haijafungwa. Neema haijafungwa kabisa wapendwa.
neema haijafungwa. Ndio maana maandiko yanasema tumtafute Bwana maadamu anapati. Kwa neema bado ipo, wala mlango hujafungwa. Ni wewe mwenyewe kuamua, uchukue jukumu. Mimi nafikiri huyu mzee Eli angechukua hatua mapema. Na ndio maana saa nyingine wazazi tusiwe watoto kimayai. Amen. Yaani saa hizi ukijifanya unampenda mtoto sana ndio unamharibu. Yaani saa hizi unaona ni mtoto, si unaona ni ana umri mdogo. Sasa hapo kwenye umri mdogo ndio anajifunza vitu vingi. Kwenye umri mdogo hapo ndio unatakiwa, Waswahili wanasema mkunje samaki angali mbichi, si ndio hivyo? Akikauka wale wako mkunje wakati amekauka, sasa utapishana na sauti nalia amekatika. Kwa hiyo hata misemo hii inatufundisha pia kwamba tufanye at any stage ile tufanye maamuzi fulani. Mimi bwana nina mdogo wangu mmoja tu, kwa sababu kwetu tuko wawili, lakini tumepishana miaka 11. Mimi namzidi mdogo wangu miaka 11. Kile kitendo cha kukua wawili alafu nimemzidi mdogo wangu miaka 11 ilionekana niko peke yangu katika hiyo nyumba. Kwa hiyo ilipopatikana mtoto huyu wa pili ikaonekana ndio superior, ndio mwenyewe hasa. Kwa hiyo akalelewa, tunafahamu wale wa mwisho akalelewa bwana unajua kulelewa mayai. Unajua mwanangu huyu ndio huyu yani msimfanye chochote. Tukasema mama, tumfanye chochote, ni mtoto wako, lakini iko siku talia. Siku moja mama yangu mzazi kaniambia hivi, wewe kitokea mimi nimekufa nikamwacha mdogo wako, sio kama ataishi salama. Nikamwambia mama, ukitaka kufa naye. Nilimwambia macho makavu hivi. Nilimwambia mama yangu kama ni malezi ndio haya, mimi sitaki. Ila ukiona kama akibaki na mimi nitamtesa sana, siku ya kufa hakikisha unakufa naye. Nilimwambia mama, akalia kilio, lakini aliacha kulia. Lakini alikuja kulia baadaye kilio chenyewe, kwa sababu ametusumbua. Unajua kutusumbua? Ametusumbua. Mara amekamatwa na bangi. Mimi naletewa taarifa huko, niko Tanga huko, kwamba bwana sasa huko kuna tatizo hili na hili. Kumbe ni uongo. Mimi natuma hela kwamba najua nasaidia na familia yangu, kumbe inaenda kulipa kesi ya bangi. Sijui mwanangu yani huku hali ni mbaya sana, kumbe ni mtoto wake mpendwa. Nikapenyezewa taarifa kwamba bwana huku bwana kulikuwa 1 2 3. Nikasema kumbe ndio kamtindo. Safi sana, very good. Siku unajua mwanangu si na nini. Nikasema sasa mama sikiliza, unajua mimi na mke na watoto wangu, unajua hilo? Akasema sasa sitaki mambo mengine, niache mimi na mke wangu na watoto wangu, full stop, nimemaliza, kwa heri. Lakini yule kijana mdogo wangu angelelewa katika mazingira ambayo ni ya malezi ya kimungu, asingelewa kimayai. Mtumishi mmoja akasema hata umasikini wa kwenu huwezi kaumaliza. Yaani ukianza kufanya, yani unasolve umasikini wa nyumbani kwenu, wewe ni masikini mtarajiwa. Nilifika sehemu namsaidia yule mdogo wangu, nikafika sehemu nikanyosha mikono nikasema jamani, nikamdelete kwenye file, nikasema as from now nimekudelete rasmi. Nikaenda paka wale seko bini nikadelete permanently. Hata ninapoenda nyumbani saizi namuona ni mdogo wangu, lakini sina time naye. Nitasaidia watoto wetu ambao amewazaa, sio yeye. Amen. Kwa hiyo lazima ifike sehemu uwe na maamuzi. Uwe na maamuzi. Waswahili wanasema maamuzi ya kweli ni yale maamuzi ya mwisho ambayo yani
sijui niseme kwa Kiingereza a greatest decision is that decision with self confidence. Hata kama hujaelewa sema amen. Yes, nimeshaongea jamani. Nimeongea kifipa hapo jamani. Kwa hiyo lazima ifike sehemu tujue kwamba maamuzi tunayofanya lazima yawe ni yale ambayo ni ya kweli kabisa. Wala hatuhitaji kuwa na maamuzi ya kupapasa, ya kuoneana huruma fulani, ya kupeti hivi kwamba sasa haya unajua hili na lile. Hapana. Hebu tukasome Amos 5. Kitabu cha Amos 5 mstari wa 14 na 15. Kitabu cha Amos, nabii mdogo Amos 14 na 15. Amos 5 14 na 15, maandiko yanasema tafuteni mema wala si mabaya mpate kuishi. Hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nanyi kama msemavyo. Yachukieni mabaya, yapendeni mema, mkaithibitishe haki langoni. Yamkini kwamba Bwana Mungu wa majeshi atawafanyia fadhili mabaki ya Yusufu. Maandiko yanasema tafuteni mema wala si mabaya mpate kuishi. Kumbe maisha ni kutenda mema, kufanya mema, si mabaya. Kwa sababu ukifanya mabaya hautakuwa comfortable. Mimi nakuhakikisha, nakwambia kitu cha kweli, ukifanya mabaya wewe mwenyewe unajisikia vibaya zaidi. Nilikuwa naongea na mtu mmoja na mshauri, nikasema anasema namchukia mtu fulani. Nikasema sasa wewe ndio utapata shida. Yaani wewe ukimchukia mtu fulani, mimi nikimchukia mchungaji Tiba, yaani mchungaji Tiba wala hana tatizo, ila mimi ndo nitakuwa na matatizo. Amen. Shida nitapata mimi mwenye chuki. Yaani utake usitake ndio hivyo. Wewe kama utaki kusamehe, maana yake hiyo chuki ulionayo ndio itakayo kuua. Hiyo chuki ulionayo itakuletea stress. Chuki ulionayo itakufarakanisha wewe na Mungu. Kwa hiyo ni kusamehe tu. Hata kama bahati nzuri hawa jamaa neno tunaofundishwa hapa na watumishi wa Mungu, wachungaji wetu, hivi eti mimi nimekosewa, eti mimi ndo naenda kuomba msamaha. Yaani ndugu yangu Edwin, wewe umenikosea alafu mimi ndo nakuja kukuomba msamaha. Unaona sasa mambo yalivyo? Yaani umenikosea alafu nikuombe msamaha wewe. Sasa ndio inatakiwa wewe sasa. Msitafute mabaya, tafuteni mema. Ili mpate kuishi, maandiko yanasema. Sasa mimi haiwezekani mtu amenikosea na mimi nikamsamehe hivi. Haiwezekani. Na wengine wanaongezea sasa, nimekusamehe lakini sitasahau. Ala. Sasa basi kama hutasahau hujasamehe. Umesamehe lakini hutasahau. Basi bwana. Hiyo imekula kwako. Tusifanye mabaya, tutafute mema tupate kuishi. Maandiko yanasema tafuteni mema wala si mabaya mpate kuishi. Hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nanyi kama asemavyo. Yachukieni mabaya, yapendeni mema, mkaithibitishe haki langoni. Yamkini kwamba Bwana Mungu wa majeshi
atawafanyia fadhili mabaki ya Yusufu. Tumesha kuongea hapo mwanzoni kwamba haitoshi kwa wana wa Mungu kuipenda haki tu, ni lazima pia tuchukie uovu. Wajibu wetu ni kuchukia uovu ili haki tuipate. Amen. Hiyo ni principle iko hivyo, kwamba haitoshi kwa wana wa Mungu kuipenda tu haki. Yaani unataka tupate haki, lakini hutaki kuacha uovu. Ni uovu uachwe kwanza ili upate haki. Amen. Kwa hiyo kama mtu wa Mungu, kama mtoto wa Mungu aliyeokoka, inakupasa uwe mvumilivu. Uwe mvumilivu. Kwa sababu hata madaktari wanajua. Yaani mtu amekuja na umwa jipu alafu anaanza kusema unajua jipu lako hili jamani litafanya hivi, unajua. Yaani madaktari bwana wanachana bwana. Au wengine hamjawahi kuumwa majipu nini? Madaktari hawana huruma. Na madaktari wengine wako hapa. Hata kama hakuna madaktari kuna manesi pia. Nao hawana huruma wale watu. Yaani wao hawalembe wapeti kwamba unajua hii nani yako hii unajua mpaka iwe hivi. Yaani anakuja pale mbona ni ndio anashika kwani imeshaiva vizuri? Ndio anaminya vizuri sasa. Ili sasa ajue. Yaani una maumivu gani? Ni kitu gani kiko anajua kwamba nikiuminya hivi akifanya hivi umo ndani bado. Anakuambia bana ngoja ndo kupe hii na ni dawa kidogo meza leo kesho uje. Wanajua kisha zimeza hizo kesho ndo wanakukamua vizuri. Kuna jamaa yangu alikuanyuka mkono, amekuanyuka mkono, umefanya hivi umechomoka hapa. Kumbe jamani hii mikono inakuanyukaga hii jamani. Niliona siku hiyo mpaka nikaogopa. Siku mimi najifanya jasiri nikaona mtu amekuanyuka mkono. Mkono umekuanyuka hapa, umekuanyuka. Yeye unafanya hivi. Akapelekwa bombo hapa. Askari amepelekwa. Haipofika yule jamaa daktari akamwambia, vipi bwana? Hebu njoo hapa." Akashika mkono, ale ushike hivi Afrika. Mkono karudi. Jamaa alipiga kelele. Alipiga kelele. Lakini ndio mkono umerudi sasa. Sasa kumbe ndio yenyewe kabisa hii. Jamaa anapiga kelele lakini mkono umerudi. Afadhali ukubali kurudiwa na Bwana ili uwe salama upate kuishi. Amen. Tumesoma katika Mika kwamba sadaka haisaidii, sio mbadala wa Mungu kufanya. Ila ni vizuri tukakamilisha ibada yetu kwa sadaka. Si ndio hivyo? Ili ibada tulishafundishwa mara nyingi. Ibada ina sifa na kuabudu na sadaka, sindikana na sadaka. Ndio maana watu wote waliokuwa wanatangulia sio akina Isaka akina Ibrahim walikuwa wakienda kujenga madhabahu wanasindikiza na sadaka. Amen. Lakini sadaka sio mbadala. Kitu cha kwanza ni kuchukia uovu. Kitu cha pili utapata haki. Simama kwa miguu yako. Unaweza kutenda, unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya tuombayo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya tuombavyo. Unaweza kufanya, Bwana unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya tuombavyo. Sema Bwana unaweza unaweza kutenda mambo
makubwa zaidi ya tuombavyo, zaidi ya tuwazayo, zaidi ya tuombayo, mambo makubwa zaidi ya tuombayo, zaidi ya tuombayo, zaidi Bwana, zaidi ya tuombayo, mambo makubwa zaidi ya zaidi Bwana, zaidi ya tuombayo, mambo makubwa zaidi ya tuombavyo. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunakuja mbele zako, tunakuja mbele zako, sisi watoto wako sisi watoto uliotuchagua, sisi watoto wako uliotununua kwa damu yako, kwa damu yako, tunakuja mbele zako, tunakuja mbele tukiomba rehema zako, tukiomba rehema, tukiomba kukemewa na wewe, tukiomba kukemewa, tukiomba utukemee, tukiomba utukemee katika maeneo mbalimbali, utukemee katika tunaomba utukalipie, tunaomba utuonye kwa neno lako, kupitia kwa watumishi wako. Zaidi ya yote tunaomba neema yako ndani ya mioyo yetu, tukuangalia wewe Bwana na tukubali kutumika tukiwa chini yako, tukubali kuacha uovu, tukubali kutenda dhambi, tuache dhambi, ndipo tutakapopata haki yako. Tusaidie Bwana, tusaidie Mungu, tusaidie Bwana, maana sisi ni wanadamu, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji rehema zako, tunahitaji mamlaka yako izidio ambayo katika hiyo inatuongoza. Roho Mtakatifu tusaidie tuishi maisha matakatifu kwa jina la Yesu. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Mungu. Tunaomba rehema zako, nawe Mungu utasimama upande wetu, nasi tutakuona Bwana, kwa sababu Bwana utatusaidia. Baba, tunaweza mambo yote katika wewe ututiaye nguvu, nasi tunashinda katika wewe utusiaye nguvu. Katika jina la Yesu tunakushangilia kwa makofi na vigeregere, katika jina la Yesu. Mungu akubariki mtoto wa Mungu, Mungu awabariki. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Tukuze Bwana kwa makofi kwa maana vigelegele kwa Jehova. Yeye anastahili sifa na utukufu. Hakuna mwingine kama yeye, Jehova Jire. Haleluya. Yes, wakati huu tunakwenda kumtolea Mungu wetu. Jiandae kwa ajili ya matoleo. Tunapokwenda kumtolea Mungu, jiandae kwa ajili ya matoleo. Nikualike wewe mwenye zaka, nikualike wewe mwenye zaka. Tunapokwenda kumtolea Mungu, nikualike mwenye zaka. Nikualike wewe mwenye zaka. Kanisa, naomba tusimame tunapokwenda kumtolea Mungu. Nikualike wewe mwenye zaka. Kanisa, naomba tusimame unapoandaa matoleo yako mengine kwa kumheshimu Mungu wetu. Nikuite tena wewe mwenye zaka.
Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ni mwema na ni mwaminifu. Asante kwa asubuhi njema ambayo Bwana umesema nasi. Umesema na nafsi zetu na mioyo yetu, Bwana. Tazama watoto wako wa kike na wa kiume wamesogea madhabahuni mwako, wameleta zaka sawa sana vile Mwokozi alivyopatana nawe katika madhabahu yako Mungu Mwenyezi. Naam, mfalme wa ajabu. Walivyokuwa navyo mikononi mwao, Mwokozi ukavitakase na kuviponya, ili Bwana vingie madhabahuni mwako vikatende kazi yako sasa na mapenzi yako, Mungu Mwenyezi. Naam, nami natangaza baraka katika maisha yao, kwenye kazi za mikono yao, kwenye ofisi zao. Naam, watokapo na waingiapo wakaione heri na baraka. Naam, kila watendalo wakafanikiwe kwa ajili ya utukufu wa jina lako, Mungu Mwenyezi. Ukawainue wakawe juu na wala si chini. Naam, Bwana, neema yako na kibali ikawaangazie. Utukufu wako Mungu Mwenyezi upate kuwatunza na kuwahifadhi. Mungu mtakatifu, wawapo shambani, wawapo mjini, naam, ukawabariki na kuwainua sana. Baba, ongeza hozi zao, ukawajaze Mungu Mwenyezi yaliyo manono ya nchi, ili Bwana sifa na utukufu zikurudie Mungu Mwenyezi. Nami nawabariki wanapokuja kukutolea Mungu Mwenyezi, katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho tumeomba kwa Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Karibu tumtolee Mungu, tuandae matoleo yetu mengine. Tunapokwenda kumtolea Mungu kwa shangwe, kwa furaha, kwa nderemo na vifijo, maana Mungu wetu ni mwaminifu maishani mwetu. Baba, wewe ni mwaminifu, wewe waotosha, wewe waweza, wastahili, hakuna mwingine kama wewe. Tazama Mungu Mwenyezi, mikono yetu imebeba matoleo ya aina mbalimbali, ili Mwokozi kuambatana na kulipokea neno lako takatifu ambalo Mwokozi umetufunza asubuhi njema yale kupitia mtumishi wako. Na ukamuinue mtumishi wako na kumbariki sana. Ukamtangazie ulinzi atokapo aingiapo na familia yake, Mungu wa majeshi. Baba, asante kwa kuwa Mwokozi Bwana, tumeingia nywani mwako, hatukuingia mikono mitupu. Tulivyo navyo mikononi mwetu ya Shalom, ukavitakase na kuviponya, ili Mwokozi viingiapo madhabahuni mwako vikaitende kazi yako sawa sana mapenzi yako, mfalme wa ajabu. Ninakemea kila roho za kopela, ninakemea kila roho za ule adui kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi Mungu Mwenyezi. Baba Mungu Mwenyezi, Baba, yaingiapo madhabahuni mwako matoleo haya, ukayazidishe na kuyatakasa na kuyaponya, ili Mwokozi akatende kazi yako sasa na mapenzi yako. Baba, nasi tulioshika matoleo haya, ukatubariki, ukatutakase, ukatuponye, ukatuhuishe, ukabariki kazi za mikono yetu, ukatuinue sana Bwana. Baba, neno hili tuliolisikia kwa masikio yetu likaandikwa kwenye vibao vya mioyo yetu sawa sawa na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mungu Mwenyezi. Baba, inawabariki kutoka kwa kiume wanapoenda kutoa, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho tumeomba. Amen. Karibu tumtolee Mungu kwa furaha. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Baba. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Baba. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Baba. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Tumekuona Bwana katika ibada ya leo, sifa na heshima ni vyako. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Sisi tunahubiri, wewe ndiwe unaponya, sifa heshima vyote ni vyako. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Bwana, tena tumeimba, wewe Bwana umeshuka, sifa na heshima vyote ni vyako. Ndio
mawazo tafadhali.